unaruhusiwa kutuza. Vigelegele tafadhali kwao. You are welcome. Mnakaribishwa. Mnakaribishwa. My name is Petro Simon. Jina langu ni Petro Simon. Jina ni lako Petro Simon. We are going to present to you the shortest story about the greedy hyena. Nenda kuhadithia hadithi fupi ifuatayo kuhusu fisi mlafi. Kuletea hadithi ngeni kuhusu nyingiti iliyopo. One day Mr. Hyena was invited to two parties. Siku moja mzee fisi alialikwa kwenye sherehe mbili. Usikalo mwengitia alikile utisherehe mbele. Mzee mbona cheka amepatia hajapatia twende. Mr. Elephant had a party but Mr. Lion had a wedding ceremony. Mzee Tembo alikuwa na sherehe ya kuzaliwa lakini mzee Simba alikuwa na sherehe ya harusi. Nyamulule yali ni sherehe na njugu yali ni sherehe ya kuivuna. Mr. Hyena wanted to attend both two parties. Mzee fisi alitaka kuhudhuria sherehe zote mbili. Miti ya tunili kuchere chozivele. First he went to the wedding ceremony. Kwanza alienda kwenye sherehe ya harusi. Kwanza alikunyani. He found the cooks were still very busy cooking. Alikuta wapishi walikuwa bado na shughuli ya kupika chakula. Akakanyala wapishi msongana bali kuruga. He decided to go to the birthday party. Aliamua kwenda kwenye sherehe ya kuzaliwa. He found the people had already finished all the food. Alikuta watu wameshamaliza chakula chote. So he went back to the wedding ceremony. Hivyo alirudi kwenye sherehe ya harusi. Again he found the people had already finished all the food. Tena hakuta watu wameshamaliza chakula chote. Here is the end of our short story. Hapa ndipo mwisho wa hadithi yetu fupi. Jamani wapigie makofi tafadhali na vigelegele tafadhali. Our message is about to stop greedy behavior. Ujumbe wetu leo unatufundisha tuache tabia ya ulafi. Ujumbe wetu ni abugu tuiga kutibubuyo kububeni. Thank you. Jamani makofi na vigelegele jamani kwao. Thank you. You are welcome at our school, Heaven English and Primary School. Asanteni, mnakaribishwa tena katika shule yetu ya awali na msingi Mtepua Kiingereza. Asante, mnakaribishwa wiki kuskule na Heaven Mtepua Kizungu. God bless you. Mungu awabariki. Nuko waitawini. Asante sana jamani. Wangapi wamefurahia jamani hii dipi? Piga makofi na vigelegele tafadhali. Dogo unaishi wapi? Bomani. Bomani hapo umekulia hapa mjini? Ndio. Nani alikufundisha cha kwenda? Mama. Ama iko wapi? Bomani. Uko Bomani, nikafikiri huko Maria. Jamani tumpigie makofi na vigelegele. Najua watoto ambao tumekulia mjini kujua Kirunga ni issue ete. Sasa huyu bwana mdogo yuko talented. Makofi tafadhali na vigelegele. Mungu awabariki sana, asante sana. Basi okay, baada ya hapo niombe watoe tafadhali studio. Naona mkaona shule yetu ya Heaven inafanya kazi kubwa nzuri kabisa na kwa kweli kazi wanatakiwa kupongezwa.
Asante sana jamani, mbele yenu si wengine ni K7 wanaenda kuonyesha kile ambacho wameandaa. Karibuni sana, niombe mic. Kuna mic kule nyuma. Asante tena. Jamani, wapigie vigelegele jamani, tafadhali. Twende sasa. Twende. Wanaitwa graduates. Jamani, mzazi kama uko mahali hapa na unatamani kumkuza mwanao, unaruhusiwa kumkuza mwanao. Leo ni siku yako pamoja na mwanao, tafadhali. Unaruhusiwa kumpongeza kwa kumkuza. Naona ananyanyuka. Vigelegele tafadhali wa mama. Tuze mwanao bwana, na yeye ajisikie leo ni siku yake na anafurahia na wewe. Namna hiyo, safi mama. Vigelegele tafadhali jamani kwa ajili ya watoto wetu. Tuze mwanao bwana. Namna hiyo, safi sana. Naona mama anasimama namna hiyo. Safi. Mtoto anajisikia huko vizuri, anasikia yuko na mzazi, anasikia yuko mahali sahihi. Wow, safi sana. Safi sana. Wazazi naona mnainuka namna hiyo. Kuza mwanao namna hiyo. Wazazi sijasikia vigelegele kwa wanenu jamani. Unaruhusiwa kumkuza mwanao. Mwanana kisikia huku wana mzazi sema leo. Sina
take no frozen later. I'm very on liquor, try some picture. MJ on the shit, breather, full price every night. Enter, non-direct, coaster, the guitar like folder. Pull up in the bin, too much to clean and turn. Don't foster, serious and not. I did some play, to pay and run. Wewe Sina sa gym, hiyo kelele jamani kwa tafadhali. make them frozen later. Liquor, try some picture. Wewe Shit, breather, every night. Enter. wewe 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 wapi vigelegele jamani?
makofi na vigelegele bwana. Wow. Baki hapo hapo. Okay. Basi mimi nataka niongee na blaza. Oh, blaza vipi? Poa. Unatamani uje kuwa mwimbaji kama nani? Unatamani uwe mwimbaji kama nani? Wewe sema yoyote blaza. Kama nani? Yesu asiwe. Amen. Kwangu mimi nilikuwa na kipaji cha kuimba lakini sina matarajio kuja kuwa mwimbaji. Hapo mbele. Blaza umenijibu kisiasa. Jamani makofi na vigelegele. Lakini blaza kwa namna ambavyo nimekuona wewe utakuwa bonge la mwimbaji kwa sababu hata namna unavyoimba. Yaani hebu imbisha kile kipengele ambacho tumetoka. Twende. Imbisha tusikie. Twende. Maarifa mlatupatia ni makuu tena ya muhimu. Tutayaishi. Makofi na vigelegele. Utaua blaza utaua kuna maji. Hivi mzazi wao kijana yuko wapi? Mzazi wake yuko wapi? Mzazi unaniangusha mzee. Yaani makofi na vigelegele kwake na badala mzee. Sasa uko vizuri kwenye kipaji. Okay, wazazi wamekaa muda mrefu, wamechoka tafadhali studio. Naomba unipe muziki mzuri sana wa kuwainua wazazi ili waweze kucheza pamoja na watoto wao.
asante. Yaani unakuta wengine ni wembamba lakini ni wavivu. Ona mama, yani hata kama umri umeenda alafu mwili ameshiba, yani jamani, vigelegele na vikofi kwa ajili ya tafadhali. Mungu abariki sana, Mungu abariki. Naomba wapeleke waende kaketi. Naomba wapeleke wakaketi. Mkuu wa shule pamoja na mkurugenzi. Mkuu wa shule pamoja na mkurugenzi, ninaomba muingie ndani ya ukumbi kwa ajili ya ratiba ya mbele yetu. Ni ratiba ambayo naenda kumkaribisha mkurugenzi kwa ajili ya kuweza kuwa na machache ya kuzungumza ili tuweze kumsikia anasema nini kwa habari ya kituo chetu au kwa maana ya shule yetu. Shule nzuri, shule pendwa, shule ambayo ina utulivu mzuri na maarifa kama hapa ni mazuri na yanatosha kabisa kwa ajili ya watoto wetu hata wanapotoka mahali hapa. Karibu. Anapokea risala. Asante. Ifuatayo ni risala ya wanafunzi wa darasa la 7 shule ya awali na msingi Heaven, ikiwasilishwa katika mahafali ya 10 ya mwaka 2025. Kwa heshima na taadhima, tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kufika siku hii ya azimu ya kihistoria katika maisha yetu. Ndugu mgeni rasmi, wazazi na walezi, walimu, wageni waalikwa, ndugu na marafiki, kwa niaba ya wenzetu darasa la 7, tunayo heshima kubwa kuwasilisha risala hii mbele yenu. Historia fupi ya darasa letu. Tulijiunga na shule hii miaka 7 iliyopita tukiwa watoto wadogo. Tumepitia changamoto, mafanikio, furaha na majaribu. Lakini kwa msaada wa walimu wetu tumekomaa kielimu, kiakili na kimaadili. Mafanikio tuliyoyapata katika kipindi cha miaka 7, tumeshiriki mitihani ya ndani, michezo na mashindano mengineyo mengi. Tumekuwa mfano kwa madarasa mengine kwa juhudi, nidhamu na mshikamano. Changamoto. Pamoja na mafanikio hayo, tumekumbana na changamoto kama vile kurudishwa nyumbani kwa sababu ya kutokukamilisha ada kwa wakati, na baadhi ya wenzetu kushindwa kuendelea na masomo kwa sababu hiyo. Shukrani zetu. Tunawashukuru sana viongozi wa shule, walimu wetu wote kwa juhudi, uvumilivu na upendo usio kifani waliotupatia. Pia tunawashukuru wazazi na walezi wetu kwa kutuunga mkono kwa hali na mali. Kumbuka kauli mbiu ya shule yetu isemayo, elimu ni hazina ya maisha. Asanteni sana kwa kutusikiliza na Mungu awabariki sana. Jamani, makofi na vigelegele kwa ajili ya wasoma risala. Naomba twende kuketi. Risala kwa mgeni rasmi imekwisha kusomwa. Wakati mgeni rasmi ana digest au anatafakari juu ya risala hiyo, kwa ufupi niombe nimkaribishe mkurugenzi sasa awe na neno. Ndugu yangu mkurugenzi wa shule yetu ya Heaven, ndugu zangu wazazi na walezi, walimu wa shule hii, wageni waalikwa, marafiki, wanafunzi na hasa watoto zetu ambao leo ndio chanzo cha kutuweka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Bwana ni mwema na bila kuacha
shule ambao watoto wazuri wamesema kwamba elimu ni hazina ya maisha. Basi na nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake ikawepo hii shule ya Heaven Pre and Primary School hapa Tarime mji, ambayo imetoa neema kubwa sana kwa watoto wa ndani ya Tarime mji, lakini hata nje ya Tarime. Kwa kipindi chote ambacho mkurugenzi ameninong'oneza hapa, takriban miaka 10. Lakini na kuweza kuwa na wanafunzi takriban 600, kati yao leo tunawaaga wanetu 29, kati yao wa kike wakiwa 16 na ndugu zetu wale wa kiume, vijana wa kiume wakiwa 13 wa kike, 16 wa kiume, kama nimechukua takwimu vizuri. Lakini zaidi nimefurahishwa na wasoma risala wakionyesha mafanikio makubwa, shukrani kubwa kwa walimu na management kwa ujumla, lakini pia wakionyesha shukrani kubwa kwa wazazi na walezi. Hadi leo wamemaliza mtihani wa darasa la 7 pamoja na changamoto ya hapa na pale. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Tunawapongeza sana, lakini zaidi wametueleza na kuhakikishia kwamba miaka yao hapa shuleni, ile awali na ile 7, imewakomaza si tu kielimu, kina wamesema kiakili na nini? Na nini? Na kimaadili, kitu ambacho wana uhakika. Kielimu wametuambia watahakikisha wanafika sekondari, vioni. Kiakili, kimaadili, baada ya kupita huko kote wametuhakikishia wataenda kuyatumia yale mazuri waliyopata hapa katika maisha yao halisi huko duniani. Tuwapigie makofi. Natambua nimechelewa kufika, na natambua inawezekana mmewaasa mema mengi. Na mimi niwaambie wanangu, ni wanangu, sababu mtoto wangu wa mwisho yuko form 1. Mmemaliza elimu yenu ya msingi, mnaenda elimu ya sekondari, na nikiwatazama wote naona ni vijana wa taifa letu la kesho mliokomaa, na mna ambition zenu za kufika mbali. Kwa hiyo, na kwa sababu umeeleza kuna kipindi kati yenu walikuwa wanashindwa kuja shuleni kwa wakati kwa sababu ya changamoto za ada, lakini leo mmemaliza. Sasa kupitia zile changamoto ndio mjue kwamba wazazi walikuwa na dhamira ya dhati ya kuhakikisha mnapata elimu iliyo bora. Kwa sababu wangeweza wakashindwa kulipa ada, wakasema basi yeye kuchomoe ni kupeleke kwenye shule za serikali. Lakini mzazi huyu, mlezi huyu pamoja na management wakahakikisha mnaendelea, na hatimaye tunawaaga na tunatumai mtakuwa mmefanya mitihani vyema kabisa na mnaenda kufaulu na alama za juu ili muende sekondari na hatimaye vioni na kuanza kufanya kazi. Na ili mfanikiwe katika haya lazima mzingatie ile mafanikio mliyosema mmekoma, maadili. Kwa mchukue pongezi zangu na Mwenyezi Mungu awabariki katika hili, wazazi na walezi. Wazazi tujipongeze tafadhali. Tukiona jamii imeamua kuwekeza katika elimu ya watoto wetu ni jambo kubwa sana. Kwa sababu tukiwa na jamii ambayo imeelimika, tutakuwa na taifa lenye kuishi misingi na maadili si tu ya kidini, lakini pia ya kimaisha ya kawaida. Tutakuwa hata changamoto zingine hatuna. Na nikisema changamoto zingine mnanielewa vizuri. Tukiwa na mtoto amesoma vizuri, tutapunguza hata na idadi ya uhalifu mtaani na mambo mengine kama. Kuna zawadi ambayo nitaitoa sasa kwa wale ambao wanabaki. Wangapi wanasema wataenda wote sekondari? Jamani, makofi na vigeregere kwa ajili ya watoto wetu na mgeni rasmi kwa zawadi yake. Hongereni sana. Mngependa muachie wadogo zenu zawadi gani?
ambao mnahisi kija hii walau tutakuwa tumeweka kitu kwenye wadogo zetu. Hamtaki kupata zawadi yoyote ili niwaage wazazi na walimu niondoke? Ndio, karibu. Ningependa kama tungefaulu kwenda wote sekondari, ungewapatia wadogo zetu zawadi au kuwapatia gari la shule. Zawadi ya gari la shule. Makofi na vigelegele jamani. Kama kunimaliza kabisa. Asante sana. Sasa nimeipokea, tutaongea na management, nitanunua lote, nitachangia kwenye hiyo gari. Makofi na vigelegele kwa ajili ya mgeni rasmi. Lakini under the condition, you will all pass to secondary school. Akibahatika hata mmoja hajaenda, hata aona chuo, umeikosa hii. That is always my condition. Si ndio? Natakiwa mfaulu wote 29 kwenda sekondari. Tumeelewana vizuri? Na management imecapture hiyo vizuri. Hongera sana, inaonekana hiyo ni kero moja wao kubwa hapa shuleni. Na kwa wazazi nitawaomba niwashukuru, na walimu na wachungaji pamoja na wageni wote waalikwa, niwaombe mniruhusu. Baada ya hapa nina ratiba ngumu sana, kama mjuavyo tupo kwenye kipindi cha chaguzi kampeni, na tuko tukipita tukijinadi, tutapita nyumba kwa nyumba, tutapita masokoni na makazini, lakini na kwenye mikutano ya hadhara. Na sasa hivi nikitoka hapa, ndugu yenu, nitakimbia kwenda pale Sabasaba, tuko pale kwenye mkutano wa hadhara. Kwa mimi niwatakie kila laheri kwenye sherehe hii, mahafali haya ya ndugu zetu, watoto wetu, huku tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua hii awali, lakini tuendelee kupiga goti tukimwomba Mwenyezi Mungu watoto wetu waweze kusoma, wafaulu na waweze kusoma, wote wafikie ndoto zao ambazo kila mmoja wao anayo. Ambao kila mmoja wao ungemnyanyua hapa angekwambia anataka kuwa nani kesho yake. Kwa Mwenyezi Mungu awabariki sana, na nipende kuwashukuru kwa kuona kwamba pamoja na mbanano naweza nikatumia dakika 3-5 nikaje. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Bwana ni mwema wakati wote. Asanteni sana ndugu zangu, na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Makofi na vigelegele tena kwake. Asante sana studio, asante sana studio, asante sana studio. Asante studio. Mgeni rasmi, kuna zawadi ambayo umetolewa kwa ajili yako kwa kutambua kazi kubwa ambayo unaifanya mji wa Tarime na Tanzania nzima kwa ujumla. Mimi ni shuhuda wa kazi ambayo unaifanya, sababu nimeingia kwenye jengo la Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wewe. Wendo ambao ulitupeleka safu ya Tarime Sekondari. Kwa nina shuhuda kubwa juu yako, nafanya mambo makubwa, na tunakutakia ushindi mkubwa na mnono katika uchaguzi huu. Waniunge mkono nishinde kwa kishindo. Nikishaapishwa zawadi yangu kuwaleta walimu wa Heaven bungeni. Imepita hiyo, makofi na vigelegele tafadhali kwa ajili ya kwenda bungeni. Asante. Okay, basi zawadi yake ndio hiyo, naomba uweze kukata keki. Wow. Karibu kula keki. Asante sana, Mungu akubariki. Basi baada ya tukio la mgeni rasmi, niombe sasa moja kwa moja nilete issue ya vyeti.
lazima wapigwe sana. Bibi wewe, twendeni mbele kwenye hiki kwanza kabla baraka zetu lazima warudishe leo, wasipoachia kizazi chetu watapata kabisa. Bwana ni mwema. Niwakaribishe kwenye shughuli ya Mr. James ambaye ametukutanisha jioni ya leo. Tunaenda kuianza hivi. Ratiba yangu itakuwa kama hivi ifuatavyo. Tutaanza na chakula kwa kuwa kuna watu tuliwahi hapa asubuhi na mapema na tujapata chakula, kwa nikimaliza haya tunaenda kwenye chakula. Baada ya chakula tutakuja kwenye zoezi la keki. Baada ya zoezi la keki tutakuja kwenye zoezi la zawadi na ratiba nyingine itakayokuwa inafuata. Sefari kwa baba mchungaji. Haya na mama mchungaji. Makofi na vigelegele kwao. Namna hiyo. Wanapendeza wapendezi. Namna hiyo. Nyuma ya hiyo, nyuma ya kwaya. Anafuata baba mchungaji na mhitimu. Namna hiyo. Makofi na vigelegele kwao. Asante kama wako tayari. Mungu awabariki sana waimbaji. Karibu sana.
Makofi na vigelegele kwao. Jamani, sijasikia makofi. Makofi na vigelegele kwao. Kama wamekubariki sema amina. Amina. Basi baada ya wimbo huo niwaombe sasa waimbaji, unaweza mkatafuta tu sehemu nzuri mkaketi. Wakati huo nifanye zoezi moja kabla sijaenda kwenye chakula tafadhali. Kama kuna wimbo wameandaa kwa ulipokuwa na jirani yako, si ni kweli huenda umfahamu ndio umemwona kwa mara ya kwanza. Si mbaya kama ukimuuliza unaitwa nani. Hebu muulize jirani yako unaitwa nani. Amekujibuje? Amekwambia? Sawa. Na mimi baada ya kufahamiana basi nije kwenye isafu ya hapa mbele. Walioko hapa mbele ni familia ya Mr. and Mrs. Bahati Masurumbai ambao wameona ni vyema jioni ya leo kutukutanisha sisi wanamtaa, ndugu na jamaa na marafiki kwa ajili ya kutoa pongezi kwa kijana wao mpendwa ambaye anaenda kuhitimu. Kwa kuwa mimi siwafahamu majina yao vizuri, nimuombe baba kwa kuwa ndiye ninamfahamu atutambulishie safu iliyoko hapa mbele, na mara baada ya hapo nitatoa nini kinachoendelea. Karibu sana Mr. Assalamu alaikum. Sasa kwanza wa vyombo naona amevichokonoa, vilivyokuwa tumeviseti sio vilivyo. Maana yake mmezidisha utoto kwenye vyombo. Nadhani hata sauti unazisikia. Sio vyombo ambavyo tunavitumia au tunavyotakiwa kutoa sauti mahali hapa. Basi awali ya yote nipende kuwashukuru watu wote mlioko mahali hapa, na nikiwa kama baba wa familia nawakaribisha sana wote kwa itikadi zenu, kwa namna mlivyoweza kutoka kwenye familia zenu na kujumuika na familia yetu kwa ajili ya siku ya James Bahati Hamisi Masurumbai. Kwa hiyo karibu sana, na nisiende mbali sana. Kabla ya yote nikaribishe mtu atuombe kidogo, ili hata kama nawatambulisha watu tayari tumemtanguliza Mungu mbele. Asante sana. Nia kila program tutakayoenda ili uweze kukusifu wewe kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Sote tuseme amina. Amen. Asante sana. Basi utambulisho kidogo kwa ajili ya familia na walioko huko, nadhani MC atamaliza nao, na wao pia wana muda wao kujitambulisha kwa maana wageni waalikwa. Amen. Tukianza sasa kwa haraka upande wangu, mimi naitwa Bahati Hamisi Masurumbai ambaye niko mahali hapa ndo nyumbani kwangu, na pale Jubelia nadhani mnapafahamu. Familia yangu mke mkubwa yule pale naitwa Mary au Mama Emma wanaomjua. Tunaye Mama James hapa, nadhani huyu sasa ni kama balozi wa mtaa. Hakuna sehemu ambapo hajulikani. Amina. Huyu tuendako tutampa au angalau hata mjumbe wa mtaa, sababu anajulikana kuliko hata mimi. Baada ya hapo, huyu ndo kijana wake James ambaye ndo amehitimu siku ya leo, anajiandaa kuwa raia mwema, mkulima mzuri. Kwa hiyo tumpokee kwenye ukulima na uraia. Kuna Abigaili na wenzake wako wengi, watoto wako wengi, hatuwezi kuwamaliza kwa kuwatamka. Pembeni pale mkono wa kulia mwisho kabisa, huyu ndo anaitwa Mama Bahati, ambao walikuwa mjui. Sasa huyu ndo anaitwa Mama Bahati. Mama Bahati, usimame watu wakuone huku, wafungie na mkono. Ni chibonge mzuri, chibonge mwepesi, anaruka sarakasi sana huyu mama, usimuone hivyo. Baadaye akiwekewa nyimbo zake zile za kule Shinyanga utaona anachokifanya mahali hapa, anaruka sana. Kwa hiyo huyu ndo Mama Bahati aliyefanya mimi leo niwe mahali hapa, ambaye amefanya leo tuwe mahali hapa pia. Sababu bila yeye kunizaa mimi, yawezekana leo tusingekuwa hapa, sio? Na yawezekana nisingejua Tarime, sio? Sasa kupitia yeye mimi niko Tarime na nina familia. Kwa hiyo tumegawanyikana. Alinizaa tukiwa sehemu nyingine, lakini leo tunakutana sehemu zingine kwa ajili ya utambulisho, kwa sababu tayari tumeshagawanyika. Sio mtoto tena, na mimi ni baba wa familia. Amen. Kwa hiyo karibuni sana. Huo ndio utambulisho wangu mfupi. Na hao mnaowaona wameshikilia makamera. Siku ya leo kutakuwa na video. Yaani manake utaonekana, ukitaka hata hiyo video kwenye flash yako baada ya siku ngapi utaomba, utapewa. Sawa? Pia kuna kamera. Maana yake hapa tuko full. Tuna video, tuna kamera. Kwa hiyo wewe kaa pose unaloliona linakufaa.
Sije ukatoka umeachama. Amen. Kwa hiyo jitahidi sana utengeneze kale kapozi, ukirushwa mtandaoni uonekane kama Zuchu. Sio jamani? Tunawajua. Sasa tumia hii nafasi leo kuonekana mtandaoni zaidi. Na uende ukajiposti, uchukue ile video waonyeshe na watoto na siku nyingine pia. Amen. Kwa hiyo mimi sio na mambo mengi sana, najua watu wamekuja muda mrefu, tumecheleweshwa na shuleni. Watu waweze kuendelea na ratiba inayofuata ya chakula, sijui MC kama ni ya chakula, ili tukihama hapo sasa nitakupa utaratibu tunaendaje. Asante. Asante sana. Asante sana Mr. Bahati. Asante kwa utaratibu huo mzuri. Saidie mic yangu. Makofi na vigeregere kwa Bahati. Leo tutaonekana mtandaoni. Amina. Basi kwa hali hiyo, basi niombe tusikilizane. Wageni waalikwa tafadhali tusikilizane. Basi tunaenda kwenye zoezi la chakula. Zoezi la chakula. Waliona kama uongo mwanzoni walitucheka, ikafaya asalala tumetosheka, nobody nangayo kasongo au kwaseleleka, kama mlima Kilimanjaro, wezipata ukiwa chini, natamutela Asante sikia. Hapo usiondoke wewe. Rudi pale. Rudi. Mbona unatoroka? Usirudi kwenye muziki wetu. Muziki ni mzuri Viola huyo. Eti. Studio walete na viola wao. Walete. Hello? Asanteni. Mwingine wa mwisho au umewatosha? Chagueni. Nataka nilete watoto nimalizane nao niende kwenye zawadi. Kwa kweli. Wape ya mwisho. Ya mwisho haipo. Haya sindika kama ipo. Sindika. Kumekucha. Mimi simo. Una kiuno? Hadi mgongo. Asanteni tuone tukakae muda huo. Kuna watu hapa tuna pressure zetu. Mnataka kutuua. Tuacheni. Jamani mtakuua. Watoto tupo. Tupo Sogea hapa mbele. Watoto wote sogea hapa. Kama unajua kucheza, kama unajua kucheza ukae huko. Studio ilikupa taratibu wa watoto sana. Nashtuka, naona kama hapa wamesuka, na kichwani shani ya chupa. Ukigusa biti nashtuka, naona kama hapa wamesuka, na kichwani shani ya chupa.
Asante sana watoto, amina. Tuwapeni makofi na vigelegele. Safi sana. Wewe kama hujui kucheza shauri yako. Huyu brother yeye alicheza. Baadaye tukaa kabisa chini. Amina. Asante, tumepata sehemu ya introduction. Sasa makofi na vigelegele kwake. Leo ataonekana kwenye video kesho. Sasa Mr. Bahati ni muombe James, simama uje hapa mbele. James njoo. Studio ule wimbo nilikwambia kama uko tayari nipandishie. James chukua kisu pale. Tuna mtu akutusaidia hapa. Nyanyua juu kabisa. Nyanyua juu. Studio twende ndogo ndogo wakati anaenda. Shusha. 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 Kata. Makofi na vigelegele kwake. Asante sana James. Asante sana. Asante sana. Sawa, shikilia studio. Kwa kuwa bibi yupo, tumpe kazi ya kukatakata vipande. Wakati mdono naomba mic yangu kwanza Bahati. Asante. Hello. Wakati bibi anakatakata vipande, kati ya hawa wote walioko hapa, jamani, ukitajwa jina kuja kula keki, uje vizuri umejiandaa. Tumeelewana? Unichagulia watu 5 wa kwanza unaowapenda kwenye huu mtaa. Sawa eh? Ehe, unaowapenda ambao ukiwaonaga unafurahi kabisa. Safi sana. Mama usiuze ECD. Kutaja majina ya watu, acha James mwenyewe ataje. Uendo ukiuka wa kwanza. Na ukija hapa nitakupa masharti ya kula kipande hicho ambacho James atakulisha. Bibi kama uko tayari, chap chap. Studio twende. Wakati huo bibi anakata vipande. Asante sana baba kwa kuingilia zoezi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Taje majina. Yaani ukitajwa unakuja hapa mbele. Sawa? Haijalishi ni baba, ni mama, ni bibi, ni babu, ni sokoro, ni hoko. Wote mnakuja hapa mbele. Taje. Wa kwanza unaanza naye, unatamani Baba. Baba sogea hapa mbele. Wa pili, baba ametajwa. Wewe utajua. Wa pili, mama sogea. Wa tatu, Mama Ema. Mama Ema njoo. Asante sana. Wa nne, Baba Lama. Baba Lama njoo. James amekupendekeza, mimi hata sijui umekaa wapi. Wa tano, Wanne. Baba Fred. Baba Fred njoo. Baba Fred. Haleluya.
Mama Fredi, ametengua kauli. Mama Fredi, madam ni wewe, njoo. Kimekuangukia. Wamefika wangapi James? Nataka wao 10. Bibi, haya bibi njoo. Asante sana,